Habari zenu kila mtu. Mliwahi kujiuliza kwa nini mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika, upo Tanzania na sio Kenya? Kwa miaka mingi kumekuwa na mijadala na mawazo potofu kuhusu umiliki wa mlima huu maarufu. Leo tutazama historia na siasa ili kupata habari kamili. Endelea kutazama mpaka mwisho kwa sababu kuna mambo ambayo huenda hujawahi kuyasikia hapo awali. Ili kuelewa jambo hili tunahitaji kurudi nyuma katika karne ya 19, wakati wa ukoloni. Kabla mataifa ya Afrika hayajapata uhuru, bara hili liligawanywa na wakoloni wazungu. Afrika Mashariki iligawanywa kati ya Wajerumani na Waingereza. Mwaka 1886, Ujerumani na Uingereza zilisaini makubaliano ya kugawanya maeneo yao ya kikoloni. Makubaliano haya yalisema kwamba Tanzania sasa, wakati huo ikiitwa Tanganyika, ingekuwa chini ya udhibiti wa Ujerumani, wakati Kenya ingekuwa chini ya utawala wa Uingereza. Hata hivyo, mgawanyiko huu ulithibitishwa rasmi mwaka 1890 kupitia mkataba wa Heligoland Zanzibar. Katika mkataba huu, Uingereza ilipewa udhibiti wa kisiwa cha Zanzibar, huku Ujerumani ikithibitishwa kuwa miliki wa Tanganyika, ikiwemo mlima Kilimanjaro. Mkataba huu uliweka msingi wa mipaka tunayojua leo kati ya Tanzania na Kenya. Lakini kuna tetesi kwamba Malkia Victoria wa Uingereza alimpa mlima Kilimanjaro Kaisari wa Ujerumani kama zawadi kwa sababu alitaka mlima wake mwenyewe. Je, hii ni kweli au ni hadithi tu? Kwa miaka mingi kumekuwa na hadithi kwamba Malkia Victoria alimpa Kaisari Wilhelm II wa Ujerumani mlima Kilimanjaro kama ishara ya urafiki wao. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kihistoria unaounga mkono dai hili. Ukweli ni kwamba Kilimanjaro ilikuwa sehemu ya Tanganyika tangu mwanzo wa mipango ya mipaka ya kikoloni na haikuhamishiwa kwa msingi wa zawadi ya kifalme. Leo, mlima Kilimanjaro ni moja ya vivutio vikubwa vya utalii nchini Tanzania, huku ukileta mamilioni ya dola kila mwaka. Watu kutoka duniani kote wanakuja kupanda mlima huu ili kupata uzoefu wa mandhari yake ya kuvutia, kuanzia misitu minene hadi kilele cha barafu cha Kibo. Je, unajua Kilimanjaro ni kivutio kikubwa cha utalii cha Tanzania? Serikali ya Tanzania inahakikisha kuwa ajabu hii ya asili inalindwa vizuri kwa ajili ya vizazi vijavyo. Sasa, unafikiri ni sawa kwa Kenya kudai mlima Kilimanjaro? Tujadili. Je, mipaka ya kikoloni ingepaswa kuchorwa upya baada ya uhuru? Je, unafikiri Kenya ingepaswa kupata sehemu ya mlima huu mzuri? Tanzania inafaidikaje kwa kumiliki mlima Kilimanjaro? Shiriki mawazo yako kwenye maoni hapa chini. Tunapenda kusikia mtazamo wako. Kama umefurahia video hii na umejifunza kitu kipya, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa maudhui zaidi ya kuvutia kuhusu historia na migogoro ya Afrika. Bonyeza kengele ya arifa ili usikose video zetu mpya. Asanteni kwa kutazama na tutaonana kwenye video ijayo.